Karibu tena kwenye makala zetu za afya. Leo tunaenda kuzungumzia jambo muhimu sana kwa afya ya mwanaume na presha ya damu. Watu wengi wanachukulia kawaida ugonjwa wa presha, lakini ukweli ni kwamba presha inaweza kuharibu mwili wako kimya kimya bila wewe kujua. Leo nitakueleza madhara yanayotokana na ugonjwa wa presha kwako mwanaume unayenisikiliza. Nitakueleza kwa lugha rahisi kabisa ili uweze kuelewa kwa ufasaha na kwa undani zaidi. Hivyo, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu jambo nitakaloeleza mwisho wa video hii litaenda kukushangaza kabisa. Moja ya madhara makubwa ya ugonjwa wa presha kwa wanaume ni kupungua kwa nguvu za kiume. Presha inapokuwa juu inaharibu mishipa ya damu. Na kumbuka, uume unategemea mtiririko mzuri wa damu ili kusimama sawa sawa. Hivyo, mwanaume mwenye ugonjwa wa presha anaweza kushindwa kusimamisha uume wake vizuri au kusimama lakini haukai kwa muda mrefu. Na ndio ile hali ambayo huwatokea wanaume wengi, yani kimoja chali, au unaenda chini ya dakika moja unakuwa umeshamaliza. Hii hupelekea kukosa kujiamini na hata migogoro kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Ninachotaka ufahamu siku ya leo ni kuwa presha inafanya moyo ufanye kazi kwa nguvu zaidi kuliko kawaida, na baada ya muda fulani moyo huchoka. Vilevile moyo unaanza kuwa mkubwa, na baadaye unaanza kupata hatari ya kupata mshituko wa moyo, heart attack inaongezeka kwa kasi zaidi. Kwa hiyo, kwa mwanaume ugonjwa wa presha ni hatari sana, kwa sababu inaweza kusababisha kifo cha ghafla kutokana na shughuli ngumu ambazo wanaume wengi huzifanya. Na jambo lingine ambalo nataka ulifahamu siku ya leo, presha inaweza kusababisha kiharusi ama stroke. Na mara nyingi kiharusi inaweza kutokea pale mishipa ya damu kwenye ubongo inapopasuka au kuziba, na matokeo yake inaweza kuleta hali ya kupooza upande mmoja wa mwili au kupoteza uwezo wa kuzungumza kabisa au hata kupoteza maisha kwa ghafla. Na mara nyingi kiharusi hutokea bila dalili kubwa, hivyo ni muhimu zaidi kufuatilia afya yako. Mara nyingi tumeweka mfumo wa tristi mwanaume kufanya vipimo vya mwili mzima au kufanya vipimo kwa baadhi ya viungo muhimu katika mwili wako at least kwa mwaka mara 3. Hii inasaidia sana na ni uwekezaji mkubwa ambao watu wengi hawajui. Ukiwekeza katika afya yako, wewe ni tajiri hata baada ya kuwa na miaka 80, kwa sababu utaepukana kabisa na magonjwa ya uzeeni. Na mara nyingi presha huleta matatizo au uharibifu kwenye figo. Ninachotaka ufahamu, figo zina kazi ya kusafisha damu, lakini presha ikizidi inaharibu mishipa midogo ya damu kwenye figo, na mara nyingi figo huanza kushindwa kufanya kazi vizuri, na mwishowe unaweza kuhitaji dialysis, yani kutoa damu nje iweze kusafishwa kisha kurudishwa ndani ya mwili, jambo ambalo limenyang'anya maisha ya watu wengi sana. Na mara nyingine inaweza kupelekea hata kupandikizwa kwa figo nyingine, kwa sababu figo ikiharibika au figo zikiharibika kwa pamoja huhitaji kupandikiza figo mpya kutoka kwa mtu mwingine. Na mara nyingi hali hii ni tatizo kubwa sana kiafya na kifedha, kwa sababu gharama za kupandikiza figo hugharimu pesa nyingi sana. Vilevile kwa watu wanaofanya dialysis hutumia gharama kubwa sana, hivyo inaweza kuwa hatari kifedha na kiafya. Ni vyema kuwekeza mapema kwenye afya yako kuepuka madhara makubwa kama haya niliyoweza kuyaeleza katika video hii. Vilevile presha inaweza kuharibu mishipa ya damu kwenye macho, na matokeo yake ni mtu kuanza kuona kwa shida, maono kuwa hafifu au dhaifu, au hata kupoteza kabisa uwezo wa kuona. Na hapa watu wengi wamepata upofu bila kujua sababu ya msingi. Na mara nyingi hali hii ya uharibifu wa macho hutokea taratibu bila mtu kugundua mapema. Bado nitakusisitiza kuwa ni vyema kufanya uchunguzi wa kina mapema kila wakati ili kuweza kugundua hali yako na mzunguko wako wa afya unaendaje. Vilevile nataka ufahamu kuwa
Kwa wanaume wenye presha pia inaweza kuathiri mfumo wa ukojoaji au afya ya tezi dume kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Mzunguko mbaya wa damu unaweza kuathiri afya ya tezi dume. Vilevile, baadhi ya dawa anazotumia mgonjwa wa presha huweza kupunguza nguvu za kiume. Vilevile, kesi hii imekuwa kubwa zaidi kwa wanaume wenye changamoto ya ugonjwa wa presha, yaani unakuta anakunong'oneza, dokta, mimi nina changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, lakini ukiangalia dawa anazotumia ndo zinaweza kuwa sababu ya mwanaume huyo kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa lugha rahisi na kwa kifupi sana, presha sio ugonjwa wa kubeza. Presha ni ugonjwa unahitaji ufuatiliaji wa kina, na kwa wanaume inaweza kusababisha kupoteza nguvu za kiume, magonjwa ya moyo, kupata kiharusi au stroke, uharibifu wa figo na matatizo ya macho. Na mara nyingi haya yote hutokea kimya kimya bila dalili kubwa, wala matokeo yanaweza kuwa makubwa zaidi. Swali ni je, unawezaje kujua kama una presha? Katika video iliyopita niliweza kuelezea dalili za presha. Kwenye video inayofuata nitaeleza kwa uwazi sana hatua rahisi za kujikinga na ugonjwa wa presha, na kama tayari una presha, ni nini cha kufanya ili kudhibiti presha yako mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Hakikisha umebonyeza neno subscribe, bonyeza kengele ili usikose katika video inayofuata. Na kama umejifunza kitu katika video ya leo, unaweza kushare video hii uokoe maisha ya wanaume wengi na watu wengine uwapendao. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel Theophilo, mtaalamu wa afya, mbobezi wa changamoto na magonjwa mbalimbali ya binadamu. Hakikisha unachukua namba yangu kwenye video hii ili uweze kuwasiliana na mimi moja kwa moja, na ukishusha comment hapo chini, sisi tutaifuatilia kwa haraka na kuweza kukujibu mapema zaidi.